mabinti wa kibongo, hao mabinti wa kibongo. Ukiwa nacho watakufuata, ukiwa huna watakukimbia. Ukiwa nacho watakufuata, ukiwa huna watakukimbia. Shikamoo mzee. Marahaba baba, za safari. Habari za nyumbani? Salama mzee. Karibu sana. Asante. Umefika bwana, umenikuta baba. Mzee, nimefika. Lile swala la kuja kuoa binti yako, kwa hiyo nimefika. Mimi sina mengi kwa sababu wewe na mwenzako mmeshaongea, mimi sina shida. Unataka kuondoka naye lini? Mimi nahitaji niondoke naye hata kwa leo. Salima, njoo kwanza mama. Salama kwema? Kwema mzima. Mzima, sijui wewe. Mwanangu, nimekuita, mwenzako amekuja. Najua mliongea mengi na mimi ukanielekeza. Sijui kuna lolote mwanangu? Sawa baba, mimi nimekuelewa. Tayari mwenzako ameelewa na mimi tulishaongea. Kwa hiyo mimi nakusikiliza wewe baba. Baba sawa, mimi nimekuelewa. Hapa nimefika, najua barua nilishatoa, ila nimekuja tu kumuomba mwenzangu niondoke naye. Hapa nilipofika nimefika na chochote kitu. Hapa hivi. Mimi nashukuru. Asante. Mwanangu, mimi naomba huyu mwenzako naona yuko vizuri na ameelewa, amekuja na kiombeo hiki kukuomba wewe, na maana uende ukaishi naye salama mama, ukajali maisha. Maisha ni upendo. Kule utawakuta wazazi ule waacha hapo utawakuta kule. Kikubwa ni heshima. Sawa baba, mimi nimekuelewa. Nitaishi na watu vizuri kama ninavyoishi hapa. Nashukuru mwanangu kwa kunielewa. Ninaomba sana heshimu wazazi utakaokuta kule, mheshimu mume wako. Huyu ndio sasa wewe ni ndugu yako kabisa. Sawa mwanangu? Baba, mwenzako amekubali. Niombe penye tatizo mwe mnanikuja kuniambia. Sawa baba? Maana nafahamu bado mtoto mdogo sana huyu. Wewe ndio unakutegemea mtu mzima. Utaweza kumfundisha kila jambo. Sawa baba? Ndio baba. Mkaishi salama. Baba, mimi nashukuru. Asante sana. Asante. Bwana nikuache. Mkaishi maisha mema. Asante baba. Mwanangu, mkaishi maisha mema na mwenzako. Asante, nashukuru. Haya baba. Wewe baba. Baba. Kwa kweli mimi nawatakia safari njema. Mimi nashukuru. Naamini kabisa hata majirani hapa walivyokuwa wakimuelewa huyu binti, najua utaishi naye vizuri. Majirani hapa wote akiwa wakicheka nao, najua hakuna kitu kitakachoharibika kwako. Labda ukamharibu. Nimetoa mwenyewe kwa moyo wangu na nimeridhika. Kaanze maisha vizuri. Mama, mkaishi vizuri na mwenzako. Maisha yenyewe ndio haya. Angalia mimi na mama yako tulivyoishi. Sawa mama? Asanteni. Baba. Asante.
Vipi mke wangu? Mbona hivyo vipi? Hamna, niko sawa, ila naenda kwa bibi mdogo kumtembelea kwa mara moja. Unarudi? Anarudi kesho. Sawa, kamsalimia, lakini kwa makini unikumbuke na mimi. Sio uende huko roho moja kwa moja. Hapana mke wangu. Mimi siwezi nikachelewa kurudi. Niamini, kesho narudi mapema. Wewe si ndo mama mwenye nyumba. Poa. Sawa mke wangu, natoka. Poa mume wangu, nakutakia safari njema. Sawa, nawe pia. Karibu. Asante mke wangu. Za huko? Vizuri. Sawa, kukiza kupotea. Nipo. Uko wapi? Tangu hilo mileta huko hata kuja kunitembelea hamna. Hapana mke wangu. Nilibanwa tu na shughuli za hapa na pale. Lakini mimi nipo, si unaniona kama hivi. Twende ndani mke wangu. Twende ndani wapi? Yaani tangu mileta hapa, hujui mimi nakula nini, navaa nini, ndio unafika leo unasema tu ndani hapa tumemalizana. Tumemalizana hivyo, mambo mengine tuenda kuyamaliza ndani. Sio mpaka hadi watoto waje hapa. Yaani tangu umeenda huko hata sikupiga hamna, leo ndio unafika hapa, yaani mimi sielewi hapa. Hamna mke wangu, nilibanwa tu na shughuli za huko. Hamna shughuli gani? Shughuli mke wangu, twende basi ndani. Hamna, mimi sitaki. Afu nimekumbuka hapa. Kaka ameniita nyumbani kwake. Kesho nabidi niende. Basi haina shida. Sawa. Twende ndani. Ila mwanangu wewe, kwenye maisha una faidi. So polepole, wanawake wawili unaishi nao, wewe unawezaje maisha kama haya? Mimi siwezi. Kwani ninachofaidi na faidi nini? Yaani wewe wanawake wawili unawezaje kuwahudumia? Ni mipango. Hata wewe ukiamua kuishi na wanawake wawili, kuhudumia huwezi kushindwa kama umeamua. Mbona ila maendeleo hayaendi? Wanawake hao wanakufanya maendeleo yasiende, yanayumba. Ukipata 1000 upeleke huku jelo na huku jelo. Wewe hauna kitu kwenye maisha mwanangu. Na hakuna siku hata siku moja kwamba mwanamke amekuja kunilalamikia hata mmoja tu kwamba hakuna kitu sijapata sina nini. Kila mtu huyu kunapeleka 10,000, huyu unapeleka 10,000. Hivyo hivyo. Yaani lazima upande mmoja lazima utakuwa unaukandamiza, upeleki sawa, haki sawa haipo. Hamna. Na huyu mwanamke yule mleta juzi huyu. Kwenye haya maisha jinsi utavyoamua kuishi, sio kila mtu akwambie eti bwana fanya hivi na hivi au bwana una hivi na hivi. Sikiza maneno ya watu. Mimi mwenyewe ilikuwa tu ni kama mtu wangu wa muda mrefu kwamba ikifika muda nichukue wanawake wawili. Kwa hiyo mimi mwenyewe naona hawa wanawake wawili na wamudu na waweze. Unaona? Kwa hiyo nikipeleka huku viwili, huku napeleka viwili. Vitatu. Siwezi nikapeleka huku viwili, huku nikapeleka kimoja, haiwezekani. Sawa, mimi sipingi. Kama wewe unaweza. Kwenye masuala ya maendeleo, kila mmoja anapenda kupata. Lakini kwenye kupata sio wote watapata. Sawa tu na mtihani. Unaweza mkafanya mtihani mmoja, lakini kwenye kupata wanapata wachache, mnakosa wengi. Nakuelewa darasa lako zuri. Kwa hiyo mimi basi tuendelee na safari. Mimi maswala siyataki tena. Wewe umelizika kabisa kuoa mwanamke mmoja na kuishi naye. Unaishi naye tu safi. Basi sawa, na mimi nimelizika kuoa wanawake wawili na kuishi. Ufanikiwa. Ndio hivyo ndugu yangu. Hata wewe unaweza.
wewe umeshafanikiwa na kila mmoja anapambana na familia kwa maisha yake, au sio? Unaenda wapi mke wangu? Unaenda wapi? Sisi tunatoka huko sasa hapa huko mitaani. Mweleze vizuri. Naenda kwa kaka kama nilivyokuelekeza jana. Chakula kule hujaandaa. Mimi nipo na rafiki yangu ndo tunaenda kule pale. Haya, hujaandaa tunaenda kula nini? Chakula nimekuwekea pale kipo. Basi sawa mke wangu. Wewe twende kwa tukale kwa chakula. Chakula kingi mweka shemu. Kipo shemu nimewekea. Bao mimi hapa tumetoka kazini kufanya kazi. Sawa. Unaenda kwa kakako? Ndio naenda kwa kaka. Salimie. Sawa. Haya, asante. Nashukuru kama chakula umeweka. Wewe twende kwa tukale chakula. Twende faster. Salimia shemeji. Wasalimie wote. Haya. Mwanangu una chombo cha pili. Hicho cha pili. Check kwanza check. Unafaidi wewe. Ode. Karibu. Dadangu karibu kabisa. Karibu sana. Yaani karibu sana kabisa. Sasa wewe kwanza ngoja. Asante. Karibu kwanza. Yaani karibu kabisa. Karibu kabisa. Shikamoo kaka. Baba, damu vipi shemeji yangu huko vipi mzima lakini? Mzima kaka lakini hatupo sawa. Kivipi? Shemeji yangu ana mambo mengi. Dadangu, mbona tena wewe mimi? Dadangu sijui mambo gani tena hayo? Niambie kwanza. Yaani tangu mimi nimefika kule kwa yule bwana. Hajawahi kununulia nguo. Hajui nakula nini. Hajali kitu chochote kuhusu mimi. Yaani mbaya zaidi mimi mke wa pili kule. Haiwezekani kabisa yani. Wewe kabisa bado yani una miaka midogo sana. Alafu leo mbwa we. Dangu Mungu sielewi kabisa yani. Leo mko wa pili leo hii? Mimi sielewi kabisa yani. Dangu kabisa mimi sikubali. Ndio hivyo kakaangu, mimi kama bibi kumuelekeza yani ajali nyumbani hapo halali tangu nimeenda kule yani nilala tu siku moja. Ile niliofika basi. Siku zingine zote analala kwa huko bi mkubwa huko. Sasa hizi wewe kwa nini nani? Nipigule baba ili muelekeze mambo kama hayo. Halo. Kijana wangu, habari? Nipo shambani hapa wanapalilia migomba ile. Marahaba mwanangu, za huko? Hapa amefika dada yangu. Amnielekeza. Yakisema ukweli, yani baba, wewe wangu yani akiamua muumia sana. Amesema kule na maisha magumu vibaya mno. Na kingine yeye kule amekuwa mke wa pili. Yaani ngoja kwanza bwana. Mke wa pili? Sasa amekuwaje mke wa pili? Hapa baba alisema ndio mama mwenyewe ni huyu na mimi nikamwambia weka ishi naye huyu na nikamwambia huyu binti kwamba ukaishi na mwenzako kama unavyoona mimi nilivyokuwa nikiishi na mamako hapa. Maisha yake yeye yaani kuli magumu vibaya mno. Sasa yaani mliwa wewe kabisa baba wangu mdogo sana. Asiko wewe mke wa pili kwa saizi. Je, baba hilo mimi kabisa hilo mimi siafiki kabisa ile dada yangu kuwa mke wa pili. Mimi na maisha mazuri. Atakula hapa, atalala hapa. Mimi siwezi
kumkatili dada yangu. Atalala kabisa hapa, kila kitu hapa kipo. Nashukuru mwanangu. Mchukue dada yako. Asante. Asante. Nimenyong'onyea, narudi. Kwamba dada yangu arudi huko kwa bwana, hawezi kuwa mke wa pili. Mimi kaka yake nimechukia sana. Sasa kupumbavu kama huu. Mtoto huyu. Kijana anasema kabisa, mimi baba ndio mke mwenye huyu, kumbe mke wa pili. Mauzi sana haya. Dadangu, baba nimeongea naye kwamba saizi kachukue nguo kule kwa mume wako, uje hapa saizi, uje hivi hapa hivi kabisa, uje kuishi hapo nyumbani kwa kaka yako. Sawa? Sawa. Haya. Kaka mimi naenda. Haya. Mbavu kabisa huyu. Lamu kabisa, yani huyu kabisa. Yani umri kabisa mdogo afu wewe. Kuelewa kabisa mko wa pili? Sisi kabisa msikubali kabisa yani. Dangu bora aende kuchukua nguo kule, aje hapa kuishi na mimi. Aka maisha magumu, atakula, atalala. Mke wangu unaenda wapi? Naenda nyumbani, nimechoka. Sasa naenda nyumbani kwa makubaliano gani bwana? Hayo. Wewe mara mwingine tangu nimeoa ndio unafika leo. Kwa nini mwanangu serious huko kule? Fanya hivyo. Mimi niko serious. Usifanye hivyo. Unajua hata maana ya ndoa. Yaani bora hata nisingekuruhusu kwenda kwa kaka yako. Unajua kaka yako ndo amekubadilisha mawazo. Shida sio kaka, shida mwenyewe, yani shida mwenyewe, shida sio kaka. Kaka anaongea maneno, yani shida ule mwenyewe. Yani nikijua kwanza mwanzo kama ile mtu apenda hata huku nisingekuja. Nakuja ndo basi, wewe najuta kuolewa na mwanaume kama wewe. Usifanye hivyo mke wangu. Hamna, usifanye hivyo wapi? Naenda nyumbani. Makosa huwa hayajirudii. Bosi zani kosa hilo tokea hili kwamba ungenisamehe kwamba utafanya hili kosa tena. Hapana, mimi nakupenda mke wangu, usifanye hivyo. Hamna, unipendi. Ngoja unipenda usingefanya hivyo. Usifanye hivyo mke wangu. Unipendi. Niache bali nimechoka. Mke wangu usifanye hivyo. Yechu matunzo kiaka.